Hivi unajua ni kiasi gani cha paracetamol ambacho ukitumia kinaweza kageuka kuwa sumu katika mwili wako? Basi siku ya leo ningependa kuzungumzia kuhusu paracetamol au Panadol, dawa ambayo huwa inatumika kwa ajili ya kutuliza maumivu mbalimbali katika mwili. Na kama ilivyo ada yangu, ningependa kutoa angalizo kwamba taarifa ninazozitoa hapa ni kwa ajili ya kuelimisha jamii, sio kwa ajili ya matibabu ya ugonjwa wowote. Kama unaumwa, tafadhali sana muone daktari. Sasa mtu mzima unashauriwa kwamba ndani ya siku moja kiasi cha Panadol au paracetamol ambao utatumia kisizidi gramu 4, na kama ni gramu 4 kwa paracetamol, kwa vidonge ambavyo ni miligramu 500, manake ni vidonge 8 ndani ya masaa 24. Ikitokea kwamba mtu amekunywa vidonge zaidi ya 8, kwa maana zaidi ya gramu 4 ndani ya masaa 24, kwa maana hiyo huyu mtu yupo katika hatari kubwa ya kwamba ile paracetamol au zile Panadol ambazo amekunywa zinaweza zikageuka kuwa sumu katika mwili wake, na hivyo kupata madhara makubwa, na madhara mengine ni madhara ya kudumu na hata kupelekea kifo. Kwa mfano, mtu akanywa gramu 10 ndani ya masaa 24, tayari hicho ni kiwango ambacho ni sumu kubwa katika mwili. Na ubaya wa Panadol ni kwamba mtu hataona madhara makubwa ndani ya muda mfupi, ila madhara makubwa yataanza kuonekana baada ya siku 2 au baada ya siku 3. Pale pale baada ya hicho kiwango cha Panadol kilichozidi katika mwili, dalili kubwa ambazo mgonjwa atazipata ni kwamba anaweza akawa na hali ya kutapika, anaweza akawa anajisikia maumivu tumboni na kichefuchefu na kadhalika, lakini hataona athari kubwa sana. Baada ya siku 2 au siku 3 ambapo tayari kile kiasi cha paracetamol ambacho mtu ametumia kimeshakuwa sumu, na hiyo sumu huwa inakuwa inaathiri ini. Hapo sasa baada ya hizo siku 2 au 3 ndo mtu anaweza akaanza kuona mabadiliko makubwa, ambapo ataendelea kupata kichefuchefu, ataendelea kutapika, lakini ataanza kuona mabadiliko ya ngozi. Ngozi inaanza kuwa ya njano, pia macho yanaanza kugeuka kuwa ya njano. Hiyo ni dalili kubwa sana kwamba tayari ini lako liko katika hali ya hatari, na inakupasa kutafuta msaada wa kitabibu, kutafuta msaada wa hospitalini, kwa sababu kama hiyo hali ikiendelea, basi kuna uwezekano hadi ikapelekea hali ya kuchanganyikiwa. Lakini pia kama kiasi cha Panadol kilikuwa ni kikubwa sana ambacho umetumia, basi inaweza hata ikakupelekea kifo, lakini hautokufa ndani ya siku chache, bali hicho kifo kitakuja siku kadhaa mbeleni. Kama nilivyokwisha kusema kwamba Panadol au paracetamol sumu yake haitokuua mara moja, bali itakuua taratibu. Kwa hiyo sasa niendelee kusisitiza kwamba matumizi ya dawa yoyote ile ambayo mtu unatumia, ambayo umeipata hospitalini au umenunua pharmacy, ni vyema sana kuzingatia matumizi sahihi. Haijalishi kama ni dawa ambayo unaona kwamba hii bwana ni paracetamol, haiwezi kuniletea madhara yoyote. Hapana. Tena paracetamol ukichanganya na pombe ndo inaweza ikaleta madhara makubwa sana kwa wakati mfupi. Kwa hiyo sasa tuendelee kuzingatia matumizi salama ya dawa, na pia kuweka dawa mbali na watoto. Kwa mfano, hizi paracetamol ukiacha zinazagazagaa, kwa bahati mbaya mtoto akabugia dawa nyingi, maanake tayari mtoto yupo katika hatari kubwa sana ya kwamba ikawa ni sumu tayari katika mwili wake. Kwa hiyo dawa zozote zile ambazo mtu unazitumia, weka mbali na watoto, au kama uweke mbali na watoto. Tuzingatie matumizi salama ya dawa. Basi asanteni sana kwa siku ya leo. Ningeendelea kuwasisitiza kwamba msiache kusubscribe, msiache kulike na kushare. Tuendelee kuwa na matumizi salama ya dawa. Asanteni.